Hapa niko na washikaji zangu hapa. Bila kusahau ni DH Media, mi Junior wa kipindi cha Niseleleke. Nataka nipige story na washikaji hapa, maana washikaji ndo wazee wa hapa. Kijue hiki jinsi kilivyo. Sisi tunapita tu kama abiria wengine. Bana kwaje? Shwari aise. Poa? Niko poa kabisa. Fresh. Good. Bana hivi jitambulisha anayekutizama sasa hivi, ajue sasa hivi wewe tunaongea na nani kutoka wapi? Aise, kwa jina naitwa Adinani Mohamed Kalfani. Yes. Natokea stendi ya Bongo hapa. Hapa. Bana mimi nataka nifahamu kitu kimoja. Hivi stendi ilianzishwa mwaka gani? Aka njoo usikimbie. Bana ngoja nimuulize brother hapa akusaidie. Brother heshima. Shikamoo yani. Marhaba hujambo. Sijambo kwema? Kwema kabisa. Bana hebu jitambulishe kwanza, unaitwa nani? Naitwa Mayage Mswanza, jina maarufu hapa stendi, naitwa Sauti ya Zege. Balana nusu. Okay. Nusu mjomba, kuna mwingine zaidi ya mimi hapa. Bana hii ni DH Media bana. Tunataka tufahamu. Bana hii stendi imeanzishwa mwaka gani hapa? Hii stendi imeanzishwa mwaka 2016. 2016. Akafunguliwa ka stendi hapa yani. Funguliwa stendi maana yake ni kwamba gari zilikuwa zinapaki barabarani kule. Yes. Jamu ikawa ni nyingi sana. Mkipinda huo mimi nilikuwa kiongozi wa hili soko lote la Bongo, anajulikana kama Sauti ya Zege. Bana. Lote hili. Hata kuuliza yote atakwambia. Kwa hiyo baada ya kuwa msongamano umekuwa ni mwingi wa kina mama kuingiza mizigo ndani kushindikana, serikali ikatambua uwepo wa watu walioko hapa hivi. Ikaona kwamba hizi za kwenda Nyashishi zikae huko hivi. Yes. Za kwenda mjini zikae kwa kule hivi. Nilikuwepo kipindi hicho na ngoma ilienda vizuri na mambo yakakaa vizuri. Paka leo chini ya usimamizi wa diwani wetu tuliye naye Mheshimiwa Kabati. Asante sana bana. Asante. Mimi na swali la kizushi kwa brother. Na swali la kizushi dogo sana kwa brother. Brother brother yangu alinipeleka jana ndo yupo hapo. Bana mimi nataka niulize swali la kizushi. Ndio. Hivi kati ya avocado na parachichi unachagua kipi? Avocado na parachichi unatoka na kipi hapo? Anatoka na parachichi. Anatoka na parachichi. Bana brother ameshachagua anatoka na parachichi. Anaitwa nani? Sauti ya Zege. Sauti ya Zege mjini peke yangu tu hapa. Kutoka hapa Buongwa. Niko na washikaji hapa. Bana Mr. Macheni. Unaitwa? Bana boy Mr. Macheni. Mr. Macheni. Buongwa Limited Company. Wewe kama nani mwanangu hapa? Mimi hapa nipo kama vile agent. Piga debe. Mimi hapa nipo kama vile konda. Konda wa magari. Ni kazi moja nzuri sana. Hivi lengo ndio nijue kwamba mwanangu, hivi kwa nini vijana wengi wanaogopa kufanya hiyo kazi? Na changamoto gani, au ukifanya hiyo kazi unaonekana umedharaulika, umejishusha hata na vipi? Ama ni uoga tu wa vijana? Ni moja tu ya changamoto tu ya vijana na uoga wa vijana kufanya kazi. Lakini ni moja ya kazi kwa sababu moja kwa moja. Hapa wengine najua wanatuzalisha sisi kulingana na tabia zao, wanakunywa shingwa, kelele nyingi, fujo za ajabu, lakini kama ni mstaarabu na unafanya kazi kwa kuzingatia, unaonekana ni mtu wa muhimu na watu wanakujali, unajipendeza, unafua kidogo na ngangana wewe, wanakuona na wewe kidogo unajipenda, afu abiria wanakuwa na majibu naye mazuri, na yeye mwenyewe unafanya naye kazi kikukasaa. Kwa sababu kimchukua kama mwambia gari hii hapa, tuenzao anaenda Michungu kweli kwamba Michungu, au kamba ya Usagara kweli ya Usagara, au ya Nyashishi kwamba ya Nyashishi. Akaenda mpaka afika sehemu husika akashuka pale kwa bila shida. Kama Nyashishi nauli ni 400 akapanda, kama na Usagara nauli 600 akapanda. Ushauri wako? Unajua ushauri wangu ni moja kwa moja, vijana tubadilike. Pambane, tujitume. Tuachane na mambo ya majungu. Haina noma. Mmoja wengine wako shingwa sana hapa. Haina noma. Brother, unawashaurije vijana wadogo zako kama sisi hapa? Mimi cha msingi kuwashauri kwamba kazi ya upiga debe ni mbaya. Kwanza mpiga debe ana hela kuliko hata mfanyakazi wa serikali. Naam. Kwa sababu mtaji ni sauti. Mimi sina mtaji hapa, sikatiki mtaji mimi. Nikija kuongea tu kidogo hapa hivi kidogo, hela imeingia. Afuta mtema matumizi yaliyoko hapa. Asikwambia kwamba watu wanatumia shingwa. Shingwa ni pombe ambazo mkemia ameshazichuja kule. Na wanakunywa vizuri, na maana upato lake linaingiza TRA imetimba pale. Kwa hiyo usifikiri kwamba kwa mfano vijana wengine masharubaro wamekilia kwenye familia ambazo wanajiona kwamba kija stand hawezi kufanya kazi. Naam. Hii kazi ndio nzuri kuliko kazi zingine za kwanza mitaji. Mtaji hapa ni kuangalia tu gari na kuja sagapi ile kule. Fresh. Unawashauri nini vijana sasa? Na washauri tujiunge tu pamoja, tukae vizuri, pambane. Tena kama kawaida nikwambia kitu kimoja, hata kama wewe kutoka kwenye kazi. Naam. Unaruhusiwa watu hata kuja kwenye kazi ufanye kazi. Mimi nafanya kazi yote. Na uje kabisa kwa sababu wengine wanachagua kazi mwanangu ni masharobaro. Au sio? Hapo sitaka unaona kwa mfano hii eneo tulionalo hili. So ndio lilivyokaa. Unaona kina mama walivyokaa. Hao kina mama saizi wanazao kwamba huyu anauza viazi. Lakini pata leo ingia huyu mama anauzia ananipea chuma 30 na anakula na anakuzidi mpaka nafasi ambayo ulionayo wewe mwenyewe. Kabisa. Wewe mwenyewe. Kwa hiyo hapa mjini bwana ukijifanya sharobaro utaiba. Ili kuzudi uepushane na wizi. Kaa kwenye kabati kama hizi hapa. Watu wanakaa
Unaona kama wazee kama hapa watembeza vitu kama hivi hapa. Wacha ndani ya nani ya dumu hapo. Kwa hiyo tengeza mazingira mazuri. Kwa hiyo na pia sio kama ni washauri. Na wenyewe pia mwashauri huko waliko. Kwamba jiepushe na hii kazi ya kwenda kwenye makundi na kuvuta nini? Sigara. Hii sigara ina makemiko mengi, hususan kama bangi. Ngoja nichonge na blaza hapa. Karibu. Jambo moja ambalo linatutatiza sana hapa stand. Jambo gani mwanangu? Stand bana, stand yetu sisi tuna changamoto ya barabara ya njia. Njia yetu ni mbovu, magari yetu yanaharibu, tunakata sana spiringi. Na ushuru tunatoa lakini hatutengenezewi barabara. Yes. Na hilo jambo ni kila siku tunaliongea lakini halifanywi mchakato wote. Kwa tunawaomba wa ushuru wanaotoa ushuru wafikishe maoni kwamba tuna changamoto ya barabara. Tunaweza tukampata mmoja hapo anayetoa ushuru hapo. Kwa hapo hata mmoja. Wanaotoza ushuru. Watakuepo. Mna namba labda ya kiongozi tuweze kuwasiliana naye tupate kujua kwamba shida gani iliyopo hapa? Hapana.